Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa huwa sayyiduna Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada ya rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake na watu wa nyumbani kwake. Baada ya hayo ndugu zangu, ni kukujulieni hali. Vipi hali zenu, mnaendeleaje? Natumai nyote mtakuwa ni wazima na mu salama salimini. Naam, kwa mapenzi yake Jalali, leo ni siku nyingine tena tukiwa katika mwendelezo wetu wa somo letu hili adhim, somo la ashkali ar-ramli. Na tuliishia kwenye kanuni ya msingi kabla ya mfano, ambapo tulisema katika ramli nukta huru huonyesha asili ya jambo hilo, na nukta iliyofungwa huonyesha jinsi jambo linavyojitokeza nje. Halafu ile tabia yenyewe huonyesha aina ya nguvu inayolitawala hilo jambo. Kwa hiyo ramli hujibu maswali matatu kwa pamoja, au kwa lugha nyingine ramli hujibu maswali matatu kwa wakati mmoja. Kaendelea kusema jambo lina asili, jambo lipo katika hali gani kwa wakati huo au kwa wakati wa sasa, lakini pia na nguvu ya hilo jambo linalolitawala. Hapa ndipo tulipoishia katika darasa letu lililopita. Kwa leo tutaingia katika mfano, lakini kabla ya mfano naendelea tena kusisitiza kunako taskini hii, taskini al-anasir au taskini al-huruf, au taskini al-abjadiyya. Sawa, taskini al-anasir au taskini al-abjadiyya, kwamba hii ndio ambayo ninayo yani kusisitizeni kwamba ni nzuri kutumia taskini hii kutokana na kanuni zake jinsi zilivyoelezwa inavyopangwa, na sio ile ambayo ya awali au tulio wengi tunayoitegemea. Sasa tuingie katika mfano. Tuingie moja kwa moja katika mfano hapa. Mfano wetu unasema kama ifuatavyo. Mfano wetu unasema kama ifuatavyo. Mfano unasema swali unalokuwa umeulizwa, swali utakalokuwa umeulizwa, ama tunauliza swali kupitia mfano huu kuweza kuelewa kanuni hii. Anasema, je, jambo ninalolitaka litatimia? Yaani swali, jambo ninalolitaka, je, litatimia? Hilo ndio swali. Sasa anasema utakapoulizwa swali la namna hiyo, ama utakapokuwa umeuliza swali la namna hiyo, hatua ya kwanza ni kutengeneza nukta. Sawa, ni kutengeneza nukta. Nukta zipi? Anasema mwalimu, au kwa maana kwamba wewe mtaalamu, sawa, utachora nukta bila kuzihesabu, kisha kuzigawa kwa kanuni ya kiramli. Jambo la kwanza, utakapokuwa umeulizwa hilo swali, utachora nukta bila kuzihesabu, halafu hizo nukta utazigawa kwa kanuni ya kiramli. Sasa utachora vipi? Inafahamika kwa tulio wengi kwamba unapotaka kupiga shikeli ni lazima uchore michoro namna hii, sawa, bila kuhesabu. Hivi, sawa, tufuatane pamoja. Hivi, sawa, hivi, sawa, hivi bila kuhesabu, hivi bila kuhesabu, sawa. Lakini wakati huo ukumbuke, wakati unachora vistari hivi, sawa, ni lazima kuna utangulizi, kuna dua ambazo zinasomwa, kuna kumtakia rehema mtume, kuna kuombea walimu na mashekhe waliotangulia mbele ya haki, kuna utaratibu wake huko. Sasa tutakapofika hatua kabisa ya kupiga bao tutaviona hivyo vitu, lakini hapa tupo kwanza kwenye mfano ili tuweze kuelewa somo ambalo lililotangulia tunalo lisoma. Sawa mashekhe?